Agiza neno la Mungu la uponyaji litembee ndani ya mishipa, litembee ndani ya kiuno, lilete uzima ndani ya mifupa katika jina la Yesu Kristo. Mahali palipopinda pakanyoke sasa ndani ya mwili wa mtu huyu kwa jina la Yesu Kristo. Mahali palipochoka Mungu kapaimarishe sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Urabashira, pokea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nitakwenda kusoma maandiko kutoka katika kitabu cha Isaya na sura ile ya 53 na kuanzia ule mstari wa 4 na wa 5. Nitakwenda kusoma kwa jina la Yesu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya! Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Takwenda kusoma tena katika kile kitabu cha Mithali na sura ile ya 4 kuanzia ule mstari wa 20 na hata wa 22. Tuende kusikiliza maneno haya. Mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako uzisikie kauli zangu. Zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao wote. Jina la Bwana libarikiwe. Pendwa msikilizaji, hii ni huduma ya Ujenzi Makanisa, na hiki ni kipindi maalum cha Global Donor, mfadhili wa Ujenzi Makanisa. Ni Alhamisi nyingine ambayo tunakwenda kukuletea kipindi chetu cha siku zote, na siku ya leo, pendwa msikilizaji, tunajikita katika maombezi kwa habari ya watu ambao ni wagonjwa. Lakini tunaye mgonjwa ambaye amewasilisha hitaji lake, na wewe ungana naye kuwasilisha hitaji lako. Tutakwenda kuombea maombi kwa ajili ya wagonjwa. Ni siku maalum kwa ajili hiyo, na kabla ya kuingia katika maombezi haya, tumesoma haya maandiko ambayo yanatuongoza ya kwamba Yesu Kristo alisema katika ile Isaya 53 ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Alichubuliwa, alipigwa pale msalabani, akajeruhiwa kwa ajili ya uzima sisi ambao tunakwenda kupokea. Kwa kupigwa kwake wewe na mimi umepona. Sema umepona katika jina la Yesu. Ujapokuwa umelala bado uko kitandani, lakini nakuletea habari njema ya kwamba Yesu Kristo alipopigwa pale msalabani, alipokuwa anachubuliwa, ni kwa ajili ya afya yako. Katika Mithali ile 4 mstari wa 20 mpaka 22 tunaambiwa ya kwamba, mwanangu, linda sana moyo wako, kwa sababu ndani ya moyo wako kunatoka chemichemi ya uzima, na ndani ya moyo wako kuna uhai, ndani ya moyo wako kuna afya. Neno la Mungu ni afya kwa ajili ya uhai wako, kwa ajili ya mwili wako, kwa ajili ya wewe katika hali ulio nayo. Amini ya kwamba neno la Mungu ndiyo tumaini lako, ndio uzima wako. Ukimwamini Mungu katika Yesu Kristo, una hakika ya kuwa na uzima, una uhakika ya kupata afya. Nami nakuletea habari hii yenye tumaini. Ninajua ya kwamba uko kitandani, yapata sasa mwezi mzima uko katika kitanda kile, hata tumaini lako limeanza kupotea, ukijua ya kwamba bila shaka ugonjwa huu unaenda kukupeleka. Lakini Mungu anakupa tumaini la kwamba urudishe faraja ndani yako, kwa sababu Mungu alimleta Yesu Kristo ili kwamba afe msalabani,
ili achubuliwe, apate mapigo, apate kujeruhiwa, ni kwa ajili ya uponyaji wa roho yako, lakini pia kwa ajili ya mwili wako. Jipe moyo mkuu, jipe moyo mkuu. Ndugu yangu, ninakuambia wewe ambaye uko katika shida, umekuwa katika maumivu, na pengine umekosa hata namna ya matibabu ya kweli, maana wamekataa kukutibu kwa sababu hujamaliza ile deni la hela ambao unadaiwa hapo hospitali, na hata wa ndugu zako ambao uliwatumainia wakubebe, lakini imeshindikana kwa sababu hawana pesa, au pengine wamekutenga na wewe umekosa tumaini. Unaona kwamba sasa ulichobaki unasubiri siku yako ya kufa, lakini iko faraja katika siku ya leo ya kwamba Mungu yuko anasema, jipe moyo mkuu, kwa sababu yeye aliyabeba masikitiko yako, alibeba majeruhi yako, alibeba fadhaa zako, alibeba maumivu yako. Kwa kupigwa kwake Yesu Kristo wewe ulipona. Naam, hata sasa umepona. Mwamini Yesu ili uweze kupata uponyaji wa roho yako na mwili wako. Siku ya leo ninakuhakikishia kwamba Mungu anaenda kukutokelezea. Mungu anaenda kukuonyesha ya kwamba yeye ni Mungu wa ujenzi makanisa. Jioni hii ya leo Mungu anaenda kukuonyesha kwamba yupo hapa kwa ajili ya kudhihirisha. Ukimwamini Yesu wa ujenzi makanisa, unaenda kuona mkono wake wa ajabu, unaenda kunyanyuka mahali ulipo. Iwapo umeenda kwa waganga wa kienyeji na umekosa tumaini, ukupata msaada, lakini sasa ninakuhakikishia kwa Yesu Kristo lipo tumaini la kweli. Mwamini Yesu, mwamini Yesu, atakunyanyua hapo ulipo, utapata ufumbuzi. Hata hiyo pesa ambayo unafikiri ni nyingi kwa ajili ya matibabu, kinaenda kuwa kitu chepesi. Ni sawa na futuza ambalo limejaa upepo, likipata sindano linaenda kuyeyuka mara moja, nawe hutaona tena. Shida na mzigo mzito uliokuwa unauona utakuwa umepotea. Yesu Kristo anasema tena katika maandiko mengine ya kwamba njooni kwangu ninyi mliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mzigo wako ni maumivu ulionayo katika mwili yasiyoisha, kila wakati yamekuwa yakikuendea. Naomba sasa, naenda kukuombea huo mzigo unaouona ni mzigo, si mzigo, maana kwa Yesu Kristo unaenda kupokea uponyaji. Yesu Kristo ataenda kukupumzisha, si kukupumzisha kwa vingine, utaenda kupata uponyaji. Uponyaji huo utapata furaha na amani ile iliyopotea kwa muda mwingi. Umelala hapo kwa miaka mingi, umekaa mazingira ya maumivu, kila siku unaona mateso, huna tumaini tena, unaona kama dunia imekukataa, watu wamekukataa, umetengwa na jamii kwa sababu ya ugonjwa wako, maana wameona kama kwao imekuwa kero, umekuwa mzigo. Na kuhakikishia kwa Yesu Kristo, weka tumaini lako kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo yeye anasema nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi, hivyo ukimtwika yeye fadhaa zako na yeye atakupumzisha. Haleluya. Naomba niombe sasa kwa ajili yako rasmi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa ujenzi makanisa, huyu mjoli wako Bwana ameweka tumaini kwako. Amesikia maneno haya Bwana ya kwamba wewe ni jibu. Amesikia maneno haya kwamba wewe ni faraja, wewe ni mponyaji. Katika jina la Yesu Kristo umesema ya kwamba wewe kwa kupigwa kwako Mungu dunia nzima ilipona. Yeyote akuaminie Bwana anakuwa amepona. Nami ninaomba kama uishivyo Bwana wa majeshi, usiku wa leo, usiku wa leo, usiku wa leo, maombezi haya Bwana yakatikise mbingu, yakatikise moyo wa huyu mtu, yakatikise ugonjwa uliokatana kung'ang'ania ndani ya mwili wa huyu mtu kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo. Na ukemea upepo, na ukemea ugonjwa huu, toka katika mtu huyu, achilia katika jina la Yesu Kristo. Na amuru mamlaka zote, nguvu za kuzimu, ugonjwa kama ni wa kutumwa katika jina, nguvu za majini, nguvu za mapepo, nguvu za magonjwa, kila aina ya vijidudu vilivyokataa, kama ni kansa, kama ni ukimwi, kama ni tatizo ni lolote, ninasema katika jina la Yesu Kristo,
kama ishivyo Bwana wangu wa majeshi, ya kwamba uzima na uingie ndani yako sasa, uzima na uingie ndani yako. Malaria yaliyo sugu na yakemea, yanyamaze sasa. Kelele zote ndani ya mwili wako zikenyamaze sasa kwa jina la Yesu. Mungu wangu hana maneno mengi, yeye ni mtendaji wa kweli, nami najua katika wakati huu amekwisha kutenda. Nasema ye mtumishi wa Mungu, pokea sasa, pokea katika jina la Yesu. Muujiza wako uko mlangoni, muujiza wako uko katika mahali hapo, shikilia hapo, maana sema Bwana wa majeshi, kila msimamapo mkiomba, aminini kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Amini sasa, unapokea katika jina la Yesu Kristo. Rokaborira shara bakasira baba ringabosa kabayakea kayokosia rilawes, katika jina la Yesu Kristo, iwe na iwe sasa kwa huyu mtu, akapokea uzima katika jina la Yesu. Naagiza neno la Mungu la uponyaji litembee ndani ya mishipa, litembee ndani ya kiuno, lilete uzima ndani ya mifupa katika jina la Yesu Kristo. Mahali palipopinda pakanyoke sasa ndani ya mwili wa mtu huyu kwa jina la Yesu Kristo. Mahali palipochoka, Mungu kapaimarishe sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Urabashira, pokea katika jina la Yesu Kristo. Uponyaji uko juu yako. Amen. Na Mungu amefanya. Haleluya. Kwa sasa nasema endelea kufuatilia chaneli yetu hii ya Ujenzi Makanisa. Kipindi hiki cha maombezi kwa Global Donor, mfadhili wa Ujenzi Makanisa ni wewe na mimi. Toa shukurani yako endapo utakuwa umepokea muujiza huu. Ndio utaratibu. Kama wale wakoma 10 waliondoka na mmoja tu alirudi kutoa shukurani, bila shaka uponyaji wake uliendelea na kudumu. Ndivyo na wewe unapotakiwa. Rudi, mshukuru Mungu wako aliyekuponyesha, nawe amini ya kwamba uponyaji huo utadumu milele. Na hivyo unahitaji umshukuru Mungu kwa kumpa utukufu, lakini pia umshukuru Mungu kwa sadaka yako nzuri. Haijalishi ni shilingi ngapi, haijalishi ni kitu gani unatoa, lakini mshukuru Mungu kwa sadaka yako. Inaita ni sadaka ya Ujenzi Makanisa, kwa sababu Mungu amekutokea na amefanya. Tuma hela yako katika account namba inayoonekana katika screen hii, na Mungu ataenda kukubariki kwa namna ya kipekee zaidi na zaidi. Si uponyaji huo tu, Mungu atazama, anaenda kukubariki hata katika mambo yako mengine. Mungu ataenda ingilia kwa sababu ya uaminifu wako wa kumshukuru. Hadi hapo tutakapokutana tena, nasema Mungu akubariki. Amen.